Naam, huu ni mwongozo mfupi kwa wale ambao wanapata changamoto hususan katika kipengele cha mapping subject kama ambavyo inaonekana hapo unapofanya validation. Vile video hii itakuonyesha hatua kwa hatua namna gani ya kufanya subject mapping na kuondoa yale masomo ambayo either umeweza kuweka kwa bahati mbaya pamoja na kuongeza yale masomo ambayo huwezi kuyaona kwenye darasa husika. Vile wale wanafunzi ambao wanaonekana wana changamoto baadhi hawaonekani kwenye mikondo. So, ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni Mdope Mifumo au Mdope Ujuzi. Tafadhali subscribe ili twende sambamba. Hatua ya kwanza unatakiwa ingia kwanza kwenye school management, alafu kwenye kipengele kidogo kinaitwa subject assignment. Kipengele hiki ni mahususi zaidi katika kuweza kuwapa wanafunzi waliopo kwenye mikondo au darasa husika masomo ambayo wanayasoma. Sasa ukifungua ukurasa huu una vitu vingi, lakini zingatia mambo haya machache. Kwanza, chagua section pamoja na darasa. Alafu kipengele cha chini hapo kuna masomo ya compulsory na yale masomo ya ziada. For the case hapa tumechagua form 1 lakini hawajawekewa somo hata moja. Twende form 2. Tukiingia form 2 hapa tutaweza kuona yale masomo ambayo yameweza kuwekwa. Lakini usipate tabu, video hii itakuonyesha kuongeza yale masomo ambayo huyaoni katika hiki kipengele. Kama hapa yametokea masomo matatu tu, na sisi tutaassign hawa wanafunzi kwa mfano somo moja. Tukichagua Kiswahili, hapa chini itaweka alama ya njano kwa wale watoto ambao hawana hilo somo na itaandika missing. Kwa ili kuwapa utaweza kubofya hiyo imeandika assign hapo chini na moja kwa moja utakuwa umeweza kufanikiwa kuwapa hilo somo la Kiswahili. Na sasa ukilichagua tena litakuwa limeandikwa masomo, litakuwa limeandikwa kwa rangi ya kijani hapo mbele. Lakini jambo la kuzingatia zaidi, mtu anasema ameshaweza kuassign watoto masomo lakini bado akienda kuvalidate anapata changamoto. Changamoto hii inatokea humu kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wanakuwa wamemisi stream. Kwa hiyo ukipata changamoto kama hii, itatakiwa uende kwenye school setup na kuweza kurekebisha hiyo changamoto. Naam, baada ya kuweza kujua hiyo ni changamoto, basi utafanya mambo yafuatayo. Utaingia katika kipengele ambacho kinaitwa school setup katika moduli kubwa ya school management. Utaingia hapo na utaweza kurekebisha mambo kama mikondo, kuwapa mikondo pamoja na kurekebisha yale masomo ambayo yamemiss. Katika kurekebisha masomo ambayo hayaonekani katika subject assignment, utaingia katika general setup, lakini kumbuka umechagua darasa, ndipo utaweza kupata hii menu imeandikwa update subject. Ukiklik hiyo option ya update subject, hapo utachagua tena section kama ni O level au A level, na katika option hii utaweza kuchagua yale masomo kwa shule nzima wanasoma ni masomo yapi. Kwa hiyo utayachagua kwa kuyagusa tu na yeye ataongezeka katika listi pale juu na atawekewa alama ya kijani. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa masomo yote katika level husika. Baada ya kufanya hivyo, masomo yatakuwa yanaonekana kama hivi. Hapa chini sasa, ili uweze kuyasave masomo haya, utaingia sehemu imeandikwa save subject, inapatikana chini kabisa upande wa kulia. Ukisha save hivi, bado hujawapa darasa husika hilo somo. Kwa hiyo utaingia katika class based, utachagua hapo katika class based, alafu utachagua level. For the case hapo alikuwa form 1 hawana, utachagua stream. Sasa hapa tutasolve na ile issue ya kuweza kwanza wanafunzi wote tuwaweke kwenye stream kama inavyoonekana hapo. Wanafunzi wapo 42 na hapa wapo 0 ambao ni mapped. Sasa hapa lazima ubofye hapo map hao wanafunzi. Kibofya hapa kuna list ambayo imekuwa hidden, imejificha. Wapo watoto almost 42 wamejificha hapo. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni kuselect wanafunzi na kuwaweka kwenye mkondo husika. Kipengele hiki ni muhimu sana. Hata kama imekuonyesha pale asilimia 0 hawapo au ni namba 0, hakikisha ya kwamba umeweza kubofya map na utaona wanafunzi kama ambavyo umeonyesha hapo. Baada ya kuwapa wanafunzi mikondo, utakuja sehemu ambayo ya kuongeza sasa masomo ya darasa husika na utayachagua masomo yote. Masomo haya yanatokea hapa baada ya kuupdate kule school subject. Sasa hapa tunayaweka kwenye darasa mahususi na vile vile tutaadi hapo class subject katika hiyo option ya kijani. Ukiklik hapo
automatically masomo yako yote yataweza kuhamia hapo na utaendelea na shughuli nyingine kama vile kumpa mwalimu wa somo husika na darasa husika. Kuhakikisha umefanya hivyo kwa madarasa yote na umepita mkondo baada ya mwingine kujihakikishia. Ukifanya hivyo utarudi tena katika sasa kuwawekea masomo baada ya kurekebisha wanafunzi kwa map kwenye mikondo, kuongeza masomo ya shule. For the case hapa tukiingia form 1 now na tukaingia hapo kwenye kuongeza hayo masomo. Tukikliki hapo automatically yale masomo yote ambayo ni compulsory yataweza kutokea kama ambavyo yanaonekana, na utaweka tiki kama wanasoma yote, au kama unataka kuadi moja moja, kuassign moja moja, basi utachagua somo moja baada ya nyingine. Hii ni Mdope Ujuzi. Kama bado, tafadhali subscribe. Na wengine wamekuwa wakiona namba mbele ya somo. Hii wala isikuchanganye, sio idadi ya wanafunzi. Hiyo ni kodi tu katika mfumo somo fulani linaendana na kodi fulani. Kwa hiyo baada ya kushuka kuyachagua hayo masomo, itakuonyesha yale masomo ambayo mwanafunzi amemiss. Inawezekana ulichagua kwa bahati mbaya, hapo unaweza ukapunguza ukaweka somo moja moja. For the case hapa tunaenda tukaassign let's say Kiswahili pekee. Kwa ukishachagua tu Kiswahili pekee na ukashuka huku chini kabisa, utaassign hapo. Kwa hiyo unaweza ukafanya kwa somo moja moja au ukafanya kwa masomo yote kwa pamoja kwa kuyachagua kama ambavyo inaonekana kwenye hii clip. Tafadhali hakikisha masomo yote ya msingi umeweza kuyaassign, na ukisha yaassign wanafunzi watakuwa tayari. Sasa for the case imetokea umemwassign mwanafunzi somo ambalo sio la kwake, yani umempa kwa bahati mbaya somo ambalo sio la kwake. Namna gani unatakiwa kufanya? Tafadhali ungana na mimi. Hapa imekuonyesha tu kwamba wanafunzi wote wapo kwenye stream na wote wamepewa hayo masomo. Kwa hiyo ukienda kwenye validation haiwezi ikakusumbua kwa sababu mwanafunzi kapewa somo, mwanafunzi yupo kwenye mkondo husika. Jinsi ya kuweza kuondoa somo ambalo umeliweka kwa bahati mbaya, utaingia katika optional subject. Lazima uingie hapo ili uweze kuondoa lile somo ambalo unataka kumuondolea mwanafunzi husika. Inawezekana ulimpa kwa bahati mbaya. Baada ya kuingia katika optional, utachagua somo husika whether ni literature au ni nini. Alafu utaselect mwanafunzi husika. For the case hapa mimi nimeselect wanafunzi wote, lakini tutasema wanafunzi husika. Option ya assign subject, wewe ukiingia kwenye hiyo option utaingia kwenye option imeandikwa unassigned subject. Ukibofya hiyo option ya unassigned subject na ukachagua somo husika ambalo unataka kulitoa, either unaweza ukachagua kwa mwanafunzi mmoja mmoja alafu ukachagua huko wanafunzi wote. Hii option iliyo faint hapa chini, baada ya kuchagua mwanafunzi husika inaweza kuja kama ambavyo imeonekana hapo nyekundu. Kwa kama somo likosea kwa wanafunzi wote, utachagua wanafunzi wote na utashuka chini utabofya hiyo unassigned subject, na somo hilo wanafunzi wote watakuwa wameondokana na hilo somo. Kwa hiyo hiyo ndio option ya kuweza kuondoa somo husika. Sasa baada ya kujihakikishia ya kwamba somo lako au masomo yako umeweza kuwafanyia mapping wanafunzi kwenye masomo yote, utarudi tena kwenye kipengele cha mwisho cha kuweza kufanya hiyo kazi yetu ya kusubmit. Hakikisha kwanza umerefresh live student data. Baada ya kurefresh, nasisitiza tena, hakikisha una learn analytics before kusubmit. Ni muhimu sana, learn analytics before kusubmit, alafu kisha utaanza kuvalidate. Mara kwanza tulikuwa learn analytics, lakini this time ni maelekezo mapya, lazima ulearn analytics. Utafanya hiyo, kila kipengele utakigusa automatically, na kile kipengele cha mikondo this time kinakuwa kimeweza kuwa solved. Tafadhali, hii ni Mdope Ujuzi. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe kwa updates na video kama hizi. Bye bye until next time. Kama una changamoto yoyote, usisite kuweza kuwasiliana na sisi kwenye comment, pia share video hii. Baada ya kufanya hivyo, utaweza sasa kusave. Na kumbuka kulani analytics ili uweze kusubmit kazi. Bye bye.